Tuko na mtoto wa Mo Dewji. Tutakuwa tunakosea? Hujakosea. Uko vizuri lakini? Niko poa kabisa. Bwana, hii inaonyesha kwamba ilipokuwepo Simba na wewe upo. Nilipo Simba na mimi nipo. Bwana, nataka tujue kwanza kabla hatujaanza kuizungumzia kwanza hii Simba yenyewe. Unajua katikati hapo umefanya kitu kikubwa, kila mtu appreciate. Leo nataka utuambie, japokuwa labda kuna sehemu zingine ushawahi kuongea lakini hujazungumza kwetu sisi. Situation mzima ya wewe kukutana na Mohamed Dewji. Mo, ilikuwaje? Mtoto wa Mo. Nielekeze kuhusu ilikuwaje mpaka tukakutana au tulikutana ikawaje? Nadhani itakiwa tukutane muda mrefu. Lakini masuala ya kibiashara nini, kwa hiyo tukakutana kwa kipindi kile ambacho mmeona. Na tulikuwa tunawasiliana kwa upande wa Instagram. Mwisho Mungu akajalia tukakutana. Natumai mambo ambayo dhamira ambayo tutakiwa tuzungumze. Nataka nijue ilikuwa ugumu namna gani wewe kufanya kile kitu kikubwa, kwa sababu unajua bosi kumfanyisha vile vitu vyote, kuunganisha doti akina JCM, ilikuwa ugumu namna gani? Ni ngumu tu mimi kichwani kufikiria kwamba ataipokeaje, lakini nilivyompelekea yeye wazo akalipitisha mpaka mwenyewe sikutegemea kama ataipitisha kwa urahisi vile. Bwana wewe. Na ukapita na ule issue ya uwanja yule. Mengine atazungumzika msijali. Mengine? Atazungumzika msijali. Lakini vipi kwa upande wa comedian wenzako? Wangapi walikupigia simu na kukupatia kongole juu ya kile ambacho umekifanya? Wengi wana appreciate kitu, wengi wao wali comment, wengine wakanipigia simu kwamba kaka hongera. Mfanya kitu kikubwa katika sanaa yetu. Ndio, lakini alisema kama umekopi lakini umeongeza kitu kingine. Labda ulisikia alikupigia simu? Hapana kunipigia simu, lakini nadhani alinipongeza pia kwa upande wake. Lakini pia kusema kwa ubaya kwamba kopi ni yeye, kwa mawazo yake alionyesha vile, lakini mimi sina imani kama ilikuwa ni vile. Lakini vipi? Uliona interview ambayo amefanya King Puss? Pia niliona. Uliona? Ile kwako wewe ulichukuliaje? Kwanza inaheshimisha kama nikubaya nini, kwa ni appreciate kitu kingine, ama sana yeye sikufikiria, mimi nifikiria kama binadamu. Kwa hiyo pia aifafanua kwa upande wake kwa nini watu wa support, na kweli Tanzania kwa upande wa media nini amsupport sana, moja kwa moja. Ngumu sana kwa support comedian, content creator, yeye kwa support ni wengi ni wanamuziki, lakini content creator kumsupport hivi ni ngumu sana. Anafanya mambo makubwa lakini mnanyamaza. Kwa hiyo sisi matuchana leo. Sasa naambia kila siku na maneno watu wanaongea. Ni mambo ambayo nyinyi ambao mnataka mkuze tasnia yetu. Lakini kwa namna fulani hajagusa kwa waandishi tu, aligusa mpaka kwa nyinyi ambao watu aligusa kwa waandishi, sababu sisi tunaweza kumwambia kaka kitu kizuri ongea, tunacheka kwenye comment, lakini nyinyi ndio tunataka muongee katika content kwa wiki au kwa mwezi huo, kwa mwaka huu ambao anafanya vizuri, fanya na watu takwimu za muziki tu content ni maajabu kuiona. Fanya vizuri. King Puss sasa anafanya vizuri, mnampongeza, mnampa motisha. Anapambana, anahakikisha pia nje ya nchi anazidi kupata motisha kwamba nchi yangu inanipambania, labda nipambane kufikisha sehemu ambapo inastahili. Lakini nakaa kimya, nasubiri watu wa nje wafanye jambo kubwa ndio nyewe muongee kwamba mani mengine mnaongea hadi ambao wamepita miaka kwamba sijui nani sasa hizi design ya nani, mambo bwana yakisha tamaa kwa content creator wa Bongo. Lakini kuna namna fulani hata nyinyi ambayo inawauma kuna namna fulani hivi. Lazima ikume, sababu nyumbani usapotiwe. Sasa utafanyaje? Nabidi ikume, sababu tunategemea nyinyi wa nyumbani ndio mtusupport sisi, tupambane, tujue tunafikiria sehemu fulani, najua nyumbani kuna watu wanatupambania. Lakini tofauti hapo tunaona kama tumetupwa, hata watu heshima tunastahili. Kuna maneno nilisikia kwamba Ankonzala amejenga nyumba Goba. Leo tumekutana na ukweli. Kabla jamani maneno yako nakwambia hapana, sijajenga na sijafikia uwezo wa kujenga nyumba. Nikifikia Mungu akijalia nitajenga. Kwa hiyo yale yote ni kama maneno. Sijajenga, nimepanga. Bado niko napigana kelele na mwenye nyumba. Kwa hiyo nimepanga, sijajenga. Lakini kuna mafani hatua maisha ambayo unayaishi sasa hizi sio sawa na yale ambayo ulikuwa unaishi zamani. Mungu ni mwema. Ukata una hakika wa kula, una hakika kwenda sehemu ambako unatakiwa ufike kwa nauli yako, kwa hela yako ya kula, unakula mwenyewe. Unabidi ushukuru tu Mungu. Mengine hao majaliwa. Usikimbie vikubwa sio vyetu. Kidogo chetu. Lakini unaona kabisa kwamba mwanga mbele, unauona kwamba nitafika kule ambako nahitaji. Sababu support watu inaiona, watu wanasupport,
na watu ndio muhimu zaidi. Hadi nyinyi support watu wa media, watu wote support. Ninakubali sana fans wangu, yani mashabiki zangu nakubali sana, sababu wao ndio wanifikisha hapa, na kila leo wananipambania nifike juu, ananiambia Nzala, nataka tukupeleke sehemu ambako ukienda usirudi tena. Kwa hiyo nakubali sana mashabiki zangu. Lakini umeoa? Alhamdulillah bado sijaoa, lakini inshallah nitaoa. Mungu akijalia nitaoa. Na shemeji yupo Mtanzania hapa? Sasa taifa siweza kutaja, lakini nitatambulisha suni na nitaoa. Kwa hiyo muda sio mrefu unaweza kumtambulisha? Muda wote mjiandae kama kwa surprise tu, muda wote. Kitaswira, mtu ambaye labda anaangalia pale anataka kujua huyo mchumba ama mpenzi wa Uncle Nzala yukoje, mrefu mzuri, na maana tu shoti mzuri basi. Mzuri ana akili basi. Watu wa mjini wanasema piskali. Sawa, mtafsiri vyote, lakini mzuri ana akili basi. Lakini sio kwamba ukisema mzuri kama ni mzuri lazima au kwamba mzuri piskali ni mzuri, unajua mzuri mtu mzuri na vitu vingi, mzuri tabia, mzuri na nini. Cha msingi umempenda kwa namna gani? Wakati tunaendelea kumalizia, naona siku hizi kama bifu lako na rafiki yako kule kuchangamsha kule, kama saa hizi umejitenga hivi, kuna namna gani? Kuna muda una miss hivi matani yake ambayo mlikuwa mnataniana au na Mr. Mwanya? Level hiyo nimevuka kaka. Mimi level yangu ya kubishana na Mwanya. Mimi level yangu ya kubishana na kina Zero Brain. Kwenda kubishana na kina nani? Kina Sabini huko. So Mr. Mwanya. Unakuwa nivunjia heshima bwana. Kwa nini? Mwanya hapana, usinifanyisha Mwanya bwana. Mwanya hicho zidi ukitoa, yani kwa upande wa sanaa hicho zidi ukitoa followers wa Instagram, hakuna kingine cha zidi Mwanya. Kila kitu umempita? Hapana, kila kitu, so namba so nini. Kwa hiyo hapo nifanyisha na Mwanya kwa nivunjia heshima, afu mashabiki zangu hapendi kweli ninapo nifanyisha na Mwanya. Nasema mimi na Mwanya vitu vile tofauti. Kwa hiyo najua ni kakaangu anapambana, kwa na kila siku namwambia ajitahidi kupambana ili aoneshe watu kwamba anaweza nani, sababu mpaka sasa nishawaambia kwamba Mwanya hajui kuchekesha, watu wanaamini hivyo. Kwa hiyo hawathibitisha watu kwamba anajua. Kwa hiyo kichwa baki ndio hicho, sio kugombana Nzala tena. Ni machale hivyo hao bishana kina Banjela. Baada ya kufanya kile kitu kikubwa na Boss Mo alikupigia simu? Nani Mwanya? Mwanya ni Mwanya katika watu ambao anani appreciate leo kesho. Mwanya anani appreciate sana. Vitu vikubwa kama hivyo lazima nitafute. Anambia pambana hapo unapofika hivyo. Sababu Mwanya mimi wakishana kwa juu kuchekesha, lakini mimi Mwanya anavyofika da mtu ambaye nipokea, na kabla kuja da tulikuwa na wasiana. Kwa hiyo ni mtu ambaye appreciate mchango wake, kila watu wangu akiona watu wangu kubwa nimepiga anampongeza kabisa. Kuna muda tunakaa kabisa na dogo Saidi wewe top. Simeneo. Wewe Saidi hivi na hivi. Ndio maana nakwambiaje Mwanya kuniambia na bisha Saidi na Mwanya utakuwa ananizalisha kaka. Utakuwa ni wangu. Wewe mwenyewe unajua kwamba Saidi Nzala ukizungumzia Nzala ni mtu mwingine, sio kufaisha na Mwanya. Nzala next level. Ngoja nifanyisha Mwanya kwa nikosea heshima. Lakini kuna mafani kama wanawake wanamtesa hivi. Nani Mwanya? Acha ateseke bana. Mimi namjua shemeji yangu mmoja, wao wengine mimi siwajui bana. Shemeji yangu mmoja namjua, nimemzalia mtoto alhamdulillah. Wengine hao sijui bana, achana mimi sifagini. Maana nakwambia nimeacha wabishana hao wengine wa mapenzi ni wabishana hao. Lakini kwa sasa hivi bishana Mwanya atakuwa uongo kaka. Chama ni mwanao sana Sana. Chama wengi sana, Chama wachezaji wengi wa Simba ni wanangu. Nakubali sana. Lakini vipi unaona watu ambao wanamlinganishaga na yeye na Okello, hii unaweza kuichukuliaje wewe? Sio vizuri. Chama anajua kufanya mambo mengi makubwa na kufanya mambo makubwa, kwa kufanya na Okello utakuwa unamkosea heshima. Lakini Okello pia ni kijana ambaye anachipukia, anafanya mambo makubwa katika umri mdogo. Natumai atafika level za Chama na atapita. Inshallah aende kupambana tu. Simba yako naiona kichukua ubingwa msimu huu? Mungu tumuombe tu Mungu. Mtani apoteze, sisi tuchukue ubingwa. Kwa hiyo matumaini yanabaki sisi kwamba mtani wetu apoteze tuchukue ubingwa, ni hivyo. Kwa hiyo kumwombea adui yako tu njaa basi. Lakini kwa namna ambavyo wanacheza unafikiri watapoteza wale? Sidhani, wakicheza mpira wa haki, timu ambazo wanacheza nao wakicheza mpira wa haki ndio kupokea pesa. Natumai watashinda. Natumai watapoteza, timu pinzani itashinda na tuchukue ubingwa. Tumeyazungumza mengi, zungumza sasa na mashabiki zako ambao wanakusupport tokea pale ambapo unakuja Dar es Salaam mpaka kufika hivi sasa. Zungumza nao. Mimi mashabiki zangu kila leo nawaambiaga mimi nawakubali, hakuna kingine zaidi ya kuwakubali. Wao ndio Nzala, yani wao ndio wanafanya Nzala awe Nzala, wanafanya Nzala kila leo awe mbunifu. Wao ndio wanasababisha hivyo kwamba mimi kila siku niumize kichwa kama niwafikishie kitu wafurahi, wa enjoy au wapate elimu yoyote kupitia hizo clip zangu. Kwa sina kingine zaidi ya kuwakubali, na wakubali sana kwa sababu mimi bila wao sidhani kama utamwona tena Nzala. Nakubali sana. Mimi nikushukuru sana. Shukrani sana ndugu yangu.